Bwana, mambo vipi? Wananiita Rajab Rashid aka the Coastarian boy aka the boy from Kisauni. Bwana, tupo ndani ya mandhari mazuri kabisa for Jesus. Sijui kama kuna wengi mshafika ama bado. Na leo niko na mtoto mrembo kabisa, mtoto mzuri kabisa. Watu wengi wanataka kumjua. Leo niko naye ndani ya nyumba, mtamsikia kila kitu. Lakini amesema niweke censored sana maswali mengine. Si ndio? Kabisa. Hebu acha tukujue wewe nani mwanzo. Naam, kwa majina naitwa Sauda Khalid Ahmed. Mimi ni mkazi wa Mombasa na biashara ninayofanya ni kuuza nyumba within Coast region. Asante sana Sauda. So mimi niko na maswali. Ndio. Ningependa nikuulize sasa. Ama swali ni ya kizushi na uchokozi. You ready? Bismillah. Hai. Sasa twende nalo. So ni mtu gani katika simu yako unampigia simu sana? Mtu wangu ananipigia simu sana. Mamangu na sistangu. Mamako na sister. Exactly. Hao ndio watu ambao unapigia simu kila leo. Lazima wawe katika contact list yangu. Sawa. Na ni kitu gani ambacho kilikufanya ulie sana katika maisha yako? Nilie sana? Mambo mengi. Mwanzo kutotimiza malengo yangu. Yaani tuseme kama ya biashara, I've not made a sale, I need to improve masuala yangu ya kibiashara, kumsaidia sistangu. Hasa masomo yangu because bado ninaendelea kusoma. Hasa kama sijafikisha ile malengo yangu, sikuwa na give up. Nitalia kidogo alafu nitaendelea na maendeleo yangu. Okay. What was your first job? What was my first job? My first job was being a call center. Nilikuwa nafanya kazi na Bwana Abdulswamad Sharif Nasser. Being a call center. Nilikuwa nikipigia simu zama za kura la 2020, kwa 2021. Zama za kura. So ilikuwa ni kazi yangu ya kwanza kushika pesa yangu mwenyewe baada ya kusimamiwa na wazazi wangu, alhamdulillah. So ilikuwa ni kazi ya ile kupiga simu swala ya elections nini. Alhamdulillah tulifaulu because kiongozi wetu aliingia katika siasa, Bwana Abdulswamad Sharif Nasser. Na mpaka saizi Abdulswamad amekusaidia na nini weka Sauda? Alhamdulillah, kwangu mimi tuseme kuona maendeleo katika nyumba. Nasikia alipata kuwezesha watu kupata watu wa kazi. How do I say? The county government used to get their money kila mwezi, ambapo kwa ni changamoto before yaliendeleza. Basari zake bado zasaidia kuendelea. Naona recent size ametoa speech kwa watu ambao wanafanya kazi ambao kuna pending bill katika Coast General wametolewa kwa ajili yake. So I feel like that's a huge step. Wewe personally amekusaidia nini? Abdulswamad ulikuwa mtu ambaye unapigia simu sana, si ndio? Wewe biashara, kikazi, si ndio? Yes, yeye amekusaidia vipi kama governor wa kaunti ya Mombasa? Wewe kama Sauda amekusaidiaje? Alhamdulillah, amenisaidia sana masuala ya kuendeleza ile biashara yetu mimi na sister yangu alikuwa nayo. He played a very huge role. Masuala ya kama sponsorship katika county government tumewahi kufaidika kutoka kwa Abdulswamad Sharif Nasser. Okay. Nice. Ni changamoto zipi unapitia katika social media? Changamoto zipi zinazopitia? Changamoto katika social media ni nyingi kwa sababu katika sisi kijinsia ya wanawake watu wasema huyu mtu katika social media anataka kuchukua attention ya watu, mvulana amone ampost picture hii, mara ampost nguo hii. But subhanallah, when you look on the other side, when you flip it on the other side, kuna watu biashara zao ni katika social media. There are people who are coming out to the social media to make money, to inspire people, so that as a Coastarian, as someone who is coming from the coastal community, watasema watu wa coastal wafanya kazi sio kuamka kulala, maisha yao jikoni, kuchora piko. No, there are people who are coming out from their way, wanafanya kazi. Utamwona mtu anauza nyumba, naona mtu anafungua biashara yake. Yani kila mmoja anajituma. So that is something that feels like this is not what they want to be portrayed. Kuna watu wanafanya kazi. So that is one. Okay. Changamoto nyingine ni social media haina privacy.
Hiyo ni kitu ambacho mimi nimeamua mpaka nilikuwa mwanzo sikubali mpaka sasa hivi nishaamua. There is no privacy. Once you are fully into the social media, ni kila mmoja anakuja maisha yako leo uko hapo nini. Yani hata kama mimi siko for example I'm at the street, I'm just trying to enjoy like huyu ni Sauda, si yule mwanabiashara ambao mnamwona ama yule mtu ambao anauza nyumba. So there is privacy of people knowing you. That is something about mimi napitia nao sana. Yani sometimes you feel like you want to just go out ule viazi barabarani ukae nini, like living like a normal person. Haiwezekani. Huyu bana namwona pijama iPhone lakini namwona wala bikibandani. So hizo ni changamoto ambazo tutapitia. So nadhani hizo ni changamoto ambazo mimi nazaliana nazo. Good, very nice. Ni kitu gani ushaifanya kwa siri ambacho kikumbuka unajutia sana? Kitu gani unafanya kwa siri? Kitu gani ulifanya kwa siri, yani watu wasijue? Ukifanya kwa siri, si ndio? Alafu ukikumbuka unajuta ni kwa nini ulifanya. Fanya kwa hivyo. Siri kwa siri, kwa nini niseme hapo? Okay. Tuambie tu tujue nini ulifanya kwa siri, alafu siri subhanallah, it has been yani ni miaka kadhaa iliyopita, watu wasema zama za jahiliya zilizopita. Knowing us from a Muslim community, you must never have the dating relationship. So hiyo ndio kitu ambacho nilifanya nilipokuwa nadhani high school, haikuendelea vizuri. So hakuna mtu nyumbani amejua, alhamdulillah iliishia, na pia nikarudi nyumba kwa sababu gani? The way I had involved myself into that relationship, it didn't turn out to be so good. Pia yani inaonesha kuwa Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, wala taqrabu zina. Ana asbabu kwa nini kusema mtu asikaribie hiyo kitu. Unakosa amani. Yani it's something that really traumatized me mpaka mimi nilivyosha mkono nikaomba hidayah Mwenyezi Mungu, ya Allah ndiye mtu mwenye khair na mimi, na hii kitu sikuibashiria la kila mmoja aone nini ni kitu fahishatan, ni kitu kibaya. So hiyo ndio siri ambayo nilikuwa nayo, na mpaka sasa hivi nikifikiria kwa subhanallah, yani vitu wafanya mpaka waona no hii haiwezi, mpaka sasa hivi nakutamana kitu najitia kwangu. Okay, tuko na 47 counties ndio in Kenya, ndio. So apart from Mombasa County, which county do you prefer living in? Which country do I prefer? County. Yes. County. Naivasha mzuri, mandhari yake yako sawa, inaniboresha. Calming environment, hakuna chaos, hakuna nini. Economy pia although inatatanisha, lakini si kama counties zingine. So my heart is settled being with Naivasha. Naivasha is something I would want to go in. Okay, so tukimalizia Oga, tuko na ile swali tunasema la kizushi ama swali la uchokozi. Huwa nauliza watu before ni wind up my interview. So uko tayari kwa swali la kizushi la uchokozi? Bismillah, tulisikia. So are you in a relationship, married, ama searching, ama confused? Hiki tuenda mbali. Wadaka nisemesha. Ndio swali la kizushi ile. La kizushi. Dating, married, not interested, confused. I'm going to be very honest. I'm neither dating, not anything, not in a relationship. Alhamdulillah, nashukuru. Maybe Mwenyezi Mungu akileta riziki yake nitaikubalia, lakini mimi niko kivangu peke yangu. Na nimeridhika alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akileta khair yake, labda tutaendelea naye inshallah. Guys, mmesikia? Ako yeye peke yake, hana mtu mwingine. She's not in any relationship. So kama kuna wanaume pale umeona vipi? Nini sasa sisi umesema Mwenyezi Mungu akileta riziki yake ndio wataleta kwa comment. Shida ipo wapi? Inshallah. So Sauda anasema unafanya kazi kwa real estate. Hii real estate ni gani ambayo unafanya? Nafanya kazi kwa Greenlight Real Estate. Ni kampuni kubwa alhamdulillah, na nashukuru kwa wao kunipatia opportunity ya kufanya kazi na wao. Ni kampuni that I look up to because it was the one that gave me opportunity kuingia katika hii sector real estate. I really thank the person who has employed me. Mwenyezi Mungu amtilie baraka inshallah. Na najivunia kuwa mwanabiashara, kufanya kazi kwa Greenlight Real Estate. All right. Thank you very much ladies and gentlemen. Tuonane siku nyingine. Mwenyezi Mungu akitujalia hai na uzima. Inshallah. Bye for now. Shukran.